Shalom shalom, watazamaji wana Kristokrasia, watumishi wa Mungu mahali popote mnaponifuata. Naitwa mtume wa Kristokrasia, mtume John Kapeta. Leo nataka niongee na nyinyi kuhusiana na ufalme wa Mungu kwa mtazamo wa ufunuo wa Kristokrasia. Shukuru sana Baba kwa neema hii, na nashukuru kwa sababu unatupa jambo zuri kuhusu Kristokrasia. Na niende moja kwa moja baba yangu kukuuliza swali, unaposema Kristokrasia unamaanisha nini? Kristokrasia maana yake ni mamlaka ya ufalme wa Kristo duniani, au kwa namna nyingine ni serikali ya Kristo duniani. Tunaona Kristo na tunaona pia krasi ambayo ni mamlaka tawala. Kwa hiyo ndio maana ya Kristokrasia. Changamoto kubwa tulio nayo katika utumishi ni kutokuelewa gisi ambavyo kanisa linatakiwa kuenenda na ufalme wa Mungu kuna namna gani. Mimi ninachokiamini ni kwamba Mkristo yote, mtumishi yote wa Mungu ambaye Mungu amemuita, kulingana na Biblia inavyosema, yeye lazima awe ni mwakilishi wa Mungu, sahihi wa Mungu. Kwa sisi ni wakilishi wa serikali ya Mungu duniani. Kwenye kitabu cha Isaya 9 mstari ule wa 6 na wa 7 inaonyesha kwamba Kristo ni mfalme na amezaliwa akiwa na mamlaka ya kifalme mabegani mwake, ufalme wake duniani. Na sisi tukiwa wale ambao walipewa neema kuitwa katika ufalme, lazima tujue kwamba tunaye mfalme na tuko katika ufalme. Kwa sababu huwezi kusema kwamba wewe ni mwana mfalme, lakini wanapokutazama unaonekana kabisa kwamba ni maskini wa ajabu sana, lakini maneno anayoyaongea yanaonekana kwamba ni ya kifalme. Lakini mwenyewe hata Sulemani aliongea, anasema hilo jambo lilimshangaza sana katika dunia hii, kuona wana wa wafalme wanatembea kwa mguu, lakini watu wa kawaida wanatembea na farasi. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kanisa lazima tukielewe. Ndio maana ufunuo